Bwana Governor, I don't know. Why can't you come to Bungoma, where you have got a governor who is a friend to the deputy president, and tell them to leave this culture of stone throwing na kupayuka na kutukanana. Kenya ile tulio nayo today, hatutaki kutukanana tena. Tumechoka. Kikuyus do mature politics. Na sisi Waluya tunapigana. Na mkae mkijua kwamba Wanjakwaya yuko kwa debe 2027. Angachagua. Tutakunywa chai na wewe tuone vile tutatengeneza hiyo mambo. Asanteni sana. Haya. Tusindikize Wanjakwaya na makofi. Nafikiri Wanjakwaya amesema yote, si ndio? Amesema ako sawa? Ako sawa, si ako sawa, hayuko sawa? Ako sawa. Hiyo maneno mengine watu wanasema hayuko. Nimkaribishe pia rafiki yangu na ambaye kwa sasa ako busy sana akiangalia mambo ya trade na mambo ya kuona kwamba uchumi wa nchi unaendelea vizuri sana. CS Moses Kuria, karibu sana. Asante sana gavana, rafiki yangu gavana Badilisha, Archbishop wa Ng'ombe, Archbishop Jerry Kibarabara PhD, mabishop wote, my fellow ministers on this side, Mheshimiwa Makamu wa Rais na viongozi wote, rafiki yangu, ndugu yangu, my very dear brother Bishop JJ. Nimekuja hapa leo kutoa rambirambi zangu za familia yangu kwa sababu ya kuachwa na mama yetu. Hiyo group ya WhatsApp ambao umetaja, I've been a member since day one. Na sijawahi kutoka. One of the things nimeona huyo muda yote ni kwamba wewe when you are low unaambia watu leo spirit yangu iko chini. When you are in strong spirit we get to know. I know, mimi najua umengangana na hii maneno. Kimimi na kuombea Mungu na nakuomba uruhusu mama apumzike, tuwe kukubali, na tumejaribu yote ambayo ungeweza. Your life for the last 2 years have been revolving around the sickness of your mother. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba mjipee nguvu na familia yenu yote, na Mungu aliwaza ndio tuweze kuendelea mbele. Na vile nilikuambia siku ya Jumamosi, sisi zote tuko katika hiyo safari. Hata Wanjakwaya ako katika hiyo safari. Hata wewe Bishop, siku moja tutaenda tukutane na mama. Mambo ile nilikuomba ni kwamba wewe ukuja hapo mwisho ndio uzike wengine, usiende mapema. Na mimi ndio nitoe hotuba kama waziri kwa hiyo mazishi yao wengine, pia tubaki na wewe. Yule mtu tutatuma kwanza ni Karango wa Mulaya, ndio wakati tutaingia huko atushike live, tuingie in style. Ndio bila kazi umefanya. Haupa ndugira ko ruku no kinyoko yo ne kala go kigira kuma thome kinya githuri ne kifura hemu. Niseme pia tukiwa hapa katika kaunti ya Nyandarua, makamu wa rais, tuko na kazi kadhaa zinaendelea. Tumeambiwa mambo ya barabara. Anajua Mheshimiwa Kiaraho na timu ya Nyandarua, Mheshimiwa Medho, mlikuwa na Mheshimiwa Rais na mkapanga mambo ya barabara. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nataka kuomba ya kwamba mimi na wewe tukishikana tuweke kuni na tuweke electric shock kwa kiti ya Waziri Murkomen. Akijaribu kaa chini anapigwa na shock, anakumbuka Nyandarua. Kwa sababu hapa najua barabara kidogo za Nyandarua tuko na changamoto upande wa barabara.
Tukitoka hapa tupitie pale Nakuru, tukute waziri wetu ndugu yetu Njeru, tumwambie damu yetu pale upande wa Daragwa, damu ya Pesi damu, na ambayo inaweza kupea watu wote wa Nyandarua, watu wa Daragwa na watu wa Olkorau. Tumwambie hata zingine zikitushinda, hiyo zitushinde. Pande wa Nyandarua South tuko na industrial park ambao nilianza nilikuwa katika ile wizara nyingine. Na kidogo najua natumanga Medho akienda nyumbani angalie pale Jabini. Na hiyo kazi naona inaenda pole. Mheshimiwa Deputy Governor umesema kwamba to regulate viazi ya Nyandarua vile itakuwa kwa gunia. Mimi sikubaliani na wewe. Hata hiyo 50 kg sikubaliani na wewe. Ningetaka viazi yote ya Nyandarua ipitie Jabini ifanywe value addition, ndio tuweze kupata pesa zaidi. Ningepata carrots na cabbage na kila kitu hapa. Wale watu wa KFC ambao wanatoa chips kutoka Amerika waanze kutoa viazi chips zao hapa Nyandarua kwa sababu ya value addition na agro processing ambao tunaweza kufanyia hapa Nyandarua. Na ni kwa sababu hao watu tuko na deni yao. Hao watu waliamka mapema wakatupigia kula huyu Medho. Na kwa hivyo mimi naona tuko na deni hao watu na lazima hiyo deni tutalipa. Mimi ningetaka tu kuomba wabunge ambao wako hapa nikimalizia. Mmesikia huko bunge, na kabla sijahau Mheshimiwa Makamu wa Rais, last week tulikuwa hapa, tulikuwa na huyu governor na deputy governor, tukazunguka vocational training centers zote 26 hapa Nyandarua, na tukasema vile rais aliniamrisha nizifanye zikuwe idara za NYS. Gavana wa kwanza kukubali alikuwa ni ubadilisha. Na sasa hizo 26 vocational centers zote nitazifanya zikuwe idara ya NYS, ndio tuweze wale vijana ambao tunaambia waache pombe, waache bangi. Na nimesikia Wanjakwaya pia amesema sio ya kuvuta. Hao wote tuweze kuwapatia nafasi za kupata maarifa, kupata taaluma, na ndio waweze kujimudu katika maisha. Yangu Mheshimiwa Patrick Sabina na Mheshimiwa Kiarao, Mheshimiwa Medho, Mheshimiwa Jeru Wanjiru Kiara, na Mheshimiwa wote. Nimesikia huko bunge mkisema ati huu mwaka tusifanye mambo ya kureview boundaries zetu. Na mimi sikubaliana na hiyo, mimi sitakubali. Boundaries zetu lazima zigawanywe. Ukiangalia constituency kama ya Kinangop iko na watu wengi zaidi. Na nimesema hiyo boundaries, katiba ndio imesema igawanywe mwaka huu. Kwa hivyo nimesema delineation of boundaries ifanywe, kama sio sasa ifanywe sasa hivi. Kwa hiyo tikunegero ne kuyado itu. Kwa miaka iganyo leo modo ikakanya yake Mungu. Bishop kumfanya vizuri kwa sababu ya ile heshima umepea kanisa ya AIPC. Ndio kuhamia aongoze hii ibada. Bishop wa Ng'ombe unajua mimi ni wa kanisa mbili. Mimi wakati wa amani ni Mkatoliki. Kikiumana mimi ni mtu wa AIPC. Nani gadi sasa. Na mulo aidile kaito muwere. Itu wa the slogan ya idigo kule, there is AIPCA in all of us. Utile modo utali karulira ka AIPCA. Na dogerigo ni modo wa AIPCA. Tatu tulari kule kwa JI musi kwa bishop. Modo aja ko moga kira igara kaito hoye. Regina wa mudoka araja kuhura darama. Dogerigo ni modo wa idi tunahora darama kinya kwina idi ama hoya. Leo tuwero haha ati letago ki munena waki Wanjakwaya etago munena waki waita. Koguo ni wega muno ni undu wa kunyita kanitha uyu, na nie ndigitio muno na kanitha wa Idi na makanitha mothe generally, but kanitha uyu nie ngithurwo mubunge mundu uria wandeithirie kuingira muno ni Archbishop wetagwo wa Ng'ombe, na nioi nyitagira kanitha uyu. And siku ya Alhamisi tutakuwa na yeye sababu ya kuendeleza mambo ya kanisa. Kwa hivyo asante sana, na mwisho kimalizia nikushukuru Mheshimiwa Rais
kwa ile ujumbe ulitoa jana, mambo ya kusameheana. Na mimi nataka tusamehe watu wote na tuungane wote, tusamehe wale watu ambao ni wa kanisa yetu, wa nyumba yetu, wa dini yetu, wa kabila yetu, na hata wale watu ambao si wa kabila yetu. Tusameheane Kenya mzima. Hata mimi vile ulinionyesha jana, nilipigia Mheshimiwa Rais, former Prime Minister Raila Odinga, nikamwambia ile maneno nilikuambia ya kwamba turudde anaiga shirue titwedera anaiga ihesi kwa nadamura ogone dana kurutia goro handu ujohere na jamii yako twedera anaiga ihesi kwa irue ndio yale. Kwa hivyo hiyo mtindo ambao umeanza ni vizuri sana, na tuhesameane wote na tungane twadwa itu tujitarie ginya bururi wothe tukotu kitu kimwe tuhere jaruo tuhere baruya tuhere karejini adothe mohero makoro mari kitu kimwe. Kwa haya machache na mengi nichukue hii nafasi badisha lugeta mwenelea odwarezi mimi ndina federal tikashifu weka ni hiyo ni sawa sawa. Hiyo ni sawa sawa mheshimiwa, hiyo ni sawa tukiwa hapa nyumbani labda. So anyway, nataka kuanzia tu mahali mheshimiwa CS amesema ya kwamba Deputy President, you are our leader in this nation, in this part of our Mount Kenya, and we recognize you. Na sisi tunashukuru kwa sababu ya mwelekeo na sasa ambao tumechukua, na tunataka kukuambia juhudi hizo ambao umeanza kufanya za kutuunganisha, they are not in vain. We are going somewhere. Ukaya ukijua msamaha ambao umeitisha na vile unazunguka hapa na pale, kwa niaba ya watu ya Nyandarua, sisi tunakutabua kama kiongozi wetu na tutakuunga mkono, kwa sababu tunajua wewe unajua vile bere kuko, na wewe utatupatia signal, na sisi tuko hapo na tuko tayari kukuunga mkono. Tunaona unaongea mambo ya maziwa, unaongea mambo ya kahawa, unaongea mambo ile mengine, na hizo ndio kazi ambazo zitatusaidia. Tunataka tu kusema Vice President, mambo ya pombe, sijui roho wa Mungu alishuka kwako na akakwambia kwamba wakati umefika wa kupigana na pombe, na sisi kama watu ya Nyandarua pamoja na assembly yetu ndio walikuwa wa kwanza kusikia mwito wako. Nikatengeneza hiyo bill, nikapatia assembly, wakaifanyia kazi, tukakuja ukaitisha mkutano na Naivasha, tukakuwa